Wakati ibada inaendelea nilikuona hapa wakati tunaratibu kwenye upande wa keki ya watoto, hususan huduma ambayo imetimiza miaka 11 nafikiri. 14, okay, I'm sorry. Miaka 14. Umeonekana ni moja kati ya wadada wa mama, lakini pia watoto wa kike ambao umeshow experience kwa namna ambavyo umeweza kuzungumza. Kwa upande wa watoto wa kike, ili mtoto wa kike ama binti kujiamini, mara nyingi mnazingatia misimamo gani? Cha kwanza naweza kusema kumtanguliza Mungu mbele. Unapokuwa na una Mungu, lazima ujiamini kwa sababu unakuwa una Mungu. Na ukiongozwa na Mungu, na niweze kusema hivyo, lazima utakuwa unajiamini. Yani Mungu ndio kila kitu. Unapomtegemea yeye na kumwamini yeye, basi lazima uwe unajiamini. Lakini kwa watoto wa kike imekuwa ni tofauti, kwa maana wanasema kwamba wengi wao wanapoteza confidence mbele za watu. Unadhani kipi hasa ambacho kinawafanya wao kulose confidence kwa haraka mbele za watu? Labda ni wao tu, hofu yao tu. Wao tu, yani kujiofia wenyewe ndani yao, wanajiofia tu wenyewe. Mimi naona wajiamini tu. Yani hivyo, wajiamini tu. Kuna swali nataka tuzungumze. Yes. Kwa maana ni ndivyo dunia sasa jinsi ilivyo. Wanasema kwamba mtoto wa kike kulala na mwanamume ama kufanya sex kabla ya ndoa, tayari unaingiza vitu rohoni, lakini pia unafungulia milango mingine ya kitofauti ya milango ya kiroho. Kama mdada ambaye tayari uko kwenye ndoa, unalipi la kuzungumza na mabinti lakini pia na vijana kwenye engo hiyo? Mimi naomba tu wajitunze kweli. Ukifanya hivyo kuna milango fulani unakuwa kama hivyo ulivyosema, yani natamani uzungumze kiroho zaidi kwa maana wewe ni mtu wa kiroho. Yes. Ni kweli wajitunze, wasubiri wakati wao, maana wakati wa Bwana ndio wakati sahihi. Na Mungu wetu hawai wala achelewe, anajibu kwa wakati. Kwa hiyo asiharakishie tu maisha kuona kwamba labda umri unakwenda, labda kuna wenzangu wana maisha hivi na hapana. Wapige goti mbele za Mungu. Siku yake ipo, of course inakuja. Amuombe Mungu, wadumu tu kwenye kuomba Mungu. Basi hayo hayatakuwepo. Lakini akiharakishia labda nimemwona fulani ana maisha haya, mbona bado binti kama mimi na mimi nipo tu, hapana. Ndio matokeo yake unakwenda unajiingiza katika vitu vibaya. Matokeo yake tunaona sasa hivi mabinti wengi wanaharibikiwa, wapo kwenye mambo mabaya, wamejiingiza kwenye anasa. Yani kikubwa tu ni kumwomba Mungu, ajue kwamba Mungu yupo na wakati wangu najua upo. Fulani leo amepata, najua yuko na mimi kesho yangu, ni kumwamini tu. Zile pressure za watoto wa kike kuona kwamba umri unakimbia lakini bado wako kwenye ndoa, unadhani labda pengine ndio inayowachochea sana kuweza kufanya mambo kama hayo? Yes, hiyo ndio sababu kubwa inayosababisha wafanye mambo kama hayo kabla ya kuwa kwenye ndoa. Kama nilivyosema hapo awali, yani wanaona kwamba kwa nini labda rafiki yangu labda nilisoma naye, yeye mbona amewahi amefanikiwa, na mimi kwa nini kwa hapa? Yule nilikuwa naye tumekuwa wote tukasoma labda primary hivi tumeweza, mbona mwenzangu yuko hivi, mimi mpaka hapa, na mimi mbona labda sioni mabadiliko, sioni nini? Hapana. Yani yote ni kujiamini mbele za Mungu na tumuombe Mungu ajue tu kwamba muda wangu upo, ukifika basi na mimi nitafanikiwa. Yes. Lai gani unatoa kwa vijana? Unatoa lai gani kwa vijana? Nitoe lai kwa vijana wote wa kike na wa kiume, au niongelee sana mabinti? Nafikiri itapendeza zaidi. Okay. Mabinti zaidi. Nasema tu wadogo zangu, mabinti wetu, wadogo zetu, tumuombe sana Mungu. Tumuombe Mungu, yani kikubwa kutokukata tamaa. Kutokukata tamaa na tuzidi kuomba Mungu. Yani kwamba unajua ni kesho tu nitafanikiwa. Nimekosa leo ama napitia katika changamoto hii, napitia tu katika maisha fulani, na yasiwatoe nje, yani yasiwatoe kwa Mungu. Yani tamaa zile zisisababishe akaacha ile njia ambayo imenyooka ya Mungu, akaenda kwenye njia ambayo ya kumwacha Mungu. Yani nitoe tu huo wito kwamba wasichoke, wamuombe Mungu, basi watafanikiwa, na iko siku ataona naye Mungu akimletea baraka zake.